Wangapi mwaka mpya kuna mambo aliyapanga kwa ajili ya mwaka huu? Wale wanaoishi smart lazima mtakuwa mlipanga mambo ya mwaka huu, si ndio? Wewe unajua ni madogo ama ni makubwa, lakini kila ulichokipanga lazima kiendane na maisha yako ya kujidhabihu, ya kujigharimu. Na ndio maana nimetolea mfano wa Yesu kwamba ilimpasa mwanaye mwenyewe atoke kwenye kiti cha enzi kwenda kulipa nini? Gharama. Kila mpango unaopanga kwenye maisha yako lazima ujue kulipa gharama. Kama una mpango wa kununua ndege, lazima gharama yake iwe ni ya ndege. Usije ukawa unatoa gharama ya bajaji lakini kichwani kwako unataka Mungu akupe ndege. Pana changamoto, na hii ni changamoto kubwa sana kwa watu wengi. Mipango mikubwa, gharama ndogo. Ukiangalia mipango aliyoandika kwenye notes zake ambazo anaziandika kwamba huu mwaka mtakuwa na hivi na hivi na hivi, akisoma zile notes zake alizoziandika kwa ajili ya mwaka huu, unauliza mbona ni kubwa sana kuliko vile umerelax. Yaani mipango mikubwa, lakini unakuja kwenye ibada kama muumini wa kawaida, na wakati ukiichungulia mipango yako sio ya kawaida. Kila mpango ulioupanga lazima uendane na gharama. Lazima utoe mwili wako, uwe dhabihu, ujidhabihu, uishi maisha ya dhabihu ili kuna mambo yatokee kwenye maisha yako. Kama unataka mambo makubwa, dhabihu lazima iwe kubwa, gharama lazima iwe kubwa. Unataka mambo makubwa na hauna ratiba zako binafsi za kuja hapa kanisani na kuomba wewe kama wewe, tukikuona hapa tunajua leo kuna ibada. Anasema itoeni miili yenu. Huo mwili wako umeutoa uwe dhabihu mbele za Bwana kwa ajili ya kukamilisha mambo yako na kwa ajili ya kukamilisha mambo ya ufalme. Mwili wako umeutoa kwa kiasi gani? Kuna mwingine hata ukimpa uongozi wa seli anakimbia, hataki kutoa mwili wake uwe dhabihu kwa ajili ya Bwana. Ila ukirudi ukiangalia mipango yake ya mwaka huu utachanganyikiwa, ambayo yote yeye mwenyewe hawezi, anamhitaji Bwana, lakini yeye anajitoa kidhabihu. Iangalie mipango yako, angalia ndoto zako, angalia shauku zako, halafu angalia, je, maisha yako yana reflect, yanaonyesha kujitoa kidhabihu ili uweze kubeba zile baraka. Biblia inasema itoeni miili yenu. Nini maana yake? Lazima uusumbue mwili wako kutembea kwenye ratiba.